Simama tena katika madhabahu hii. Pokea utukufu na heshima. Pokea mamlaka yote Jehova Jireh, katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wetu, na kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mpe Yesu sadaka ya mikono katika jina la Yesu. Karibu kiti, karibu kiti. Jina la Bwana libarikiwe. Hii ni hadithi refu ya wakati Kristo Yesu alipofufuka. Wapendwa, kuna mambo yalitendeka ili Kristo aende msalabani. Kuna mambo ambayo yalifanywa juu mbinguni ambayo inasababisha Kristo kuja kwenda msalabani. Katika Agano la Kale, mambo mengi yamefanywa kutafutwa huyu Kristo. Na ndiposa katika kitabu cha Kutoka, mambo mengi yamefanyika. Kuna watu ambao walikuwa wanachinja ng'ombe, kuna watu ambao walikuwa wanachinja kondoo, wakitafuta jinsi damu inavyoosha dhambi ya mtu. Hata katika tamaduni ya watu kabila nyingi, kuna jinsi ambazo mtu akifanya makosa, hata sasa hivi, anaweza kuchinja, ama anaweza kutoa ng'ombe, ama anaweza kutoa kitu kingine ili kuweza kujitakasa. Bwana aturumie sana. Lakini kuna kitu ambayo walikuwa hawajui. Ilikuwa Agano la Kale, na Agano la Kale ni ufuli wa Agano Jipya. Kristo Yesu akaja kwa sababu kuna mambo ambayo alikuwa anataka kutimiza. Maandiko yanasema ya kwamba wakati binadamu alipopotea ama alipofanya dhambi katika mwanzo, na Biblia inasema ya kwamba na safari ya binadamu ikaweza kufuatwa ili aweze kurejeshwa. Kristo ama Mungu hakutaka binadamu yoyote kupotea, hata ijapokuwa alimuundia mahali pa kuweza kuishi. Katika shamba la Edeni, alipomuumba Adamu na Hawa na akawaweka watunze shamba lile, na wakati walipotenda dhambi, hapo ndipo ushirikiano kamili wa binadamu na Mungu uliweza kukatika. Na kwa sababu Mungu hakutaka binadamu apotee, ilibidi yeye achukue safari katika mlango wa 3 mstari wa 15 katika kitabu cha Mwanzo, ili safari ya kutafuta na kurejesha binadamu katika ukamilifu ukaanza. Na wakati ilipoanza, Yesu na Mungu na Roho Mtakatifu wakaingia mbinguni mikutano. Ikasemekana ya kwamba na tufanye hivi, ni nani atakayeenda? Kristo kwa upendo mkubwa akaweza kusaliwa kwa njia ya binadamu. Na aliposaliwa, na mambo mengi yalifanyika katikati. Inasemekana ya kwamba katika historia ya Biblia, miaka 400 kuna vitu ambazo zimefanyika. Na wakati mlango wa kwanza wa Mathayo, ndipo Kristo akaitwa Mesia. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasaliwa Mesia. Walikuwa wanaambiwa katika Isaia kutasaliwa Mesia, na Mesia atakayekuwa mkombozi wa binadamu. Na akasaliwa. Lakini kabla ya kusaliwa, walikuwa wanaongoja kwa kila njia kwamba atakuwa amebeba dhambi za binadamu. Katika ukiangalia katika Leviticus ama katika kitabu cha Lawi na katika kitabu cha Kutoka, kuna vitu ambazo zimefanyika wakati kuhani alipokuwa mtu akitenda dhambi, analeta mbuzi wawili, mmoja anaachiliwa na mwingine anachinjwa, na binadamu atakuwa huru. Na kila siku moja ya mwaka, mwisho wa mwaka, kila mtu anakuja ili kusafishwa dhambi zake. Wala kurumie sana. Lakini damu ya ng'ombe, damu ya mbuzi, damu ya kondoo haikuweza kusafisha binadamu, wapendwa. Ilikuwa inaongojewa damu ya Yesu Kristo ili ije ibebe dhambi ya wale watu once and for all, mara moja kwa moja. Na wakafanya bila kujua, wakafuata njia tofauti
Lakini kuna mfalme mmoja aliyekuwa amesaliwa ili aje afe kwa sababu ya dhambi ya binadamu. Na ndiposa wewe na mimi tumejaa katika hii nyumba tukimsherekea, tukiweza kusema anaweza, tukiweza kusema ya kwamba anaponya, kwa sababu amebeba dhambi zangu. Kama wewe ulikuwa mchawi, amebeba uchawi. Kama wewe ulikuwa mtu mwenda wazimu, tumeona wakipona. Yesu alibeba kila kitu. Yote ambayo yanaonekana mzigo kwa maisha ya binadamu, Kristo aliweza kuyabeba. Na ninaomba niwatie moyo kanisa, kwa sababu imefika mahali kanisa la Mungu wanajichanganya. Mara nyingi tunauziwa vitambaa na vifagio kana kwamba Kristo hakuweza kutusafisha. Wengi wanafuata maji kwa sababu wanataka kujionesha, ile ambayo katika waraka wa pili wa Timotheo mlango wa 3 Biblia inasema ya kwamba, na Paulo akamwambia Timotheo, chunga katika siku za mwisho watu hawatakataa ukweli na kuweza kufuata yale ambayo wanaona kwa macho yao na kusikia katika masikio yao. Imefika sasa watu sasa hivi hawawezi amini